Waheshimiwa viongozi wote mlioambatana na mgeni rasmi, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kisondea na msafara wako wote, Mheshimiwa mwenyekiti UWT kata ya Kisondea na msafara wako wote, Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM jumuiya ya wazazi kata ya Kisondea na msafara wako wote, Mheshimiwa diwani kata ya Kisondea, Mheshimiwa diwani mstaafu wa kata ya Kisondea na mzee wetu maarufu, Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji cha Isuba na safu yako yote ya uongozi, waheshimiwa viongozi wa dini wote mliopo, Mheshimiwa chifu na msafara wako wote uliongozana nao, waheshimiwa wadau wa maendeleo kata ya Kisondea, waheshimiwa vyombo vya habari, waheshimiwa walengwa wa siku hii yenyewe uliotufanya tuwepo hapa, waheshimiwa mabibi na mabwana, isitoshe tu kusema itifaki imezingatiwa. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunapenda kukaribisha sana katika kijiji cha Isuba, kata ya Kisondea kwenye sikukuu ya wanawake duniani kama kauli mbiu yenyewe inayojieleza, wanawake na wasichana 2025. Tuimarishe haki sawa na uwezeshaji. Ndugu mgeni rasmi, sisi wanawake wa kijiji cha Isuba tunakushukuru sana kwa kuacha shughuli zako zote na kuja kwetu hii kuungana nasi katika kutekeleza kauli mbiu utajwa hapo juu iliyo muhimu sana kwa muktadha wa wanawake na wasichana hususani wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, wanawake wa kijiji cha Isuba katika kuendana na malengo mtarajiwa ya karne ya 21 tumefanikiwa mambo kadha na haya hapo ni baadhi ya mambo tuliyofanikiwa mpaka kufikia mwaka 2025. Moja, tumefanikiwa kujitambua kama wanawake kuwa sisi ndio dira ya jamii, kwani bila mama bora malezi bora ya watoto hayapo. 2, tumefanikiwa kuwa na nguvu ya pamoja ya wanawake ambayo ndio jeshi imara la wanawake katika kupambana na unyanyasaji wa kijinsia, kuinua uchumi kwa wanawake na kuwaendeleza watoto wa kike kwa wa kiume kielimu kwa ajili ya hazina ya kesho, ikiwa ni pamoja na kukemea ndoa za utotoni kwa wasichana na wavulana. 3, tumefanikiwa kuitambua kuielewa maana ya siku ya wanawake duniani na kuiandaa ili tuweze kukutana hapa kwa malengo ya kujenga kesho yetu ya wanawake na wasichana kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. 4, tumefanikiwa kuwa na dira ya maendeleo ndani ya kata ya Kisondea na wilaya ya Rungwe kwa ujumla. Mfano, kuwa na kikundi cha wanawake kinachojishughulisha na ufugaji wa samaki. Na sasa mama Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kutuona na kutukopesha mkopo kwa ajili ya kuendesha mradi wetu. Hivyo basi sisi wanawake tunasema Samia mitano tena. Ndugu mgeni rasmi, wanawake wa kijiji cha Isuba tunayo matarajio yafuatayo kwa ajili ya ustawi na wa kizazi cha leo na kesho kwa ujumla wake. 1, kudumisha umoja wa wanawake kwa ajili ya kudumisha jeshi la wanawake na wasichana ambao ni akina mama wa kesho. 2, kuongeza idadi ya vikundi hasa vya wanawake kwa ajili ya kuelimisha jamii yote kwa ujumla juu ya umuhimu wa vikundi. 3, kuendelea kuwa na mipango imara ya kujikomboa kiuchumi kwa wanawake wa leo na kesho. 4, wanawake ni moja ya jeshi kubwa, hivyo tumejipanga kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa kura zote za ndio kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. 5, kualika wataalamu mbalimbali kwa ajili ya kuja kutuwezesha semina mbalimbali zenye kuleta tija kwa ajili ya mahitaji ya karne ya 21. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio yote tulio nayo kama wanawake, tunakabiliwa na changamoto nyingi sana. Baadhi yake ni hizi zifuatazo. 1, kukosekana kwa mitaji kwa ajili ya kuendeleza utekelezaji mbalimbali wa mipango yetu hasa ya kiuchumi. 2, kukosekana kwa elimu ya uendeshaji wa vikundi vyenye kuleta tija ya maendeleo endelevu. 3, kukosekana kwa ukarabati wa barabara ya kuja Isuba ambapo
hutuasili katika shughuli zetu za maendeleo, hasa kipindi cha masika. Hivyo tunaomba kwa unyenyekevu mkubwa kupitia serikali ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan itusaidie barabara ikabarikiwe. Ndugu mgeni rasmi, kwa kuhitimisha, tunakushukuru tena kwa kutega sikio lako kwa umakini mkubwa kwa lengo la kutusikiliza. Tunakuomba tena uweze kuongea na halaiki iliyopo mbele na wasichana 2025. Inatakiwa tutende haki, usawa na uwezeshaji. Sasa tunaenda kwenye kitendo cha uwezeshaji. Mimi kama mwanamke, tusipoteze muda kukata keki nzuri kama hii. Wamama najua wapishi wametoka hapa. Siwezi kukata hivi hivi. Binafsi nitakata keki kwa 100,000 cash. Nakata keki kwa 100,000. Kina mama kama nyinyi mmejiandaa hivyo, mimi siwezi kuangusha. Na sisi wanawake tunasema tunaweza. Sisi wanawake ni jeshi kubwa. Ninakata tena bila mkopo. Lakini nitaomba, wanasema hivi, mgeni akija mwenyeji apone. Keki hii nikikata, nitaomba na wenzangu na nyinyi, ili tutunishe mfuko wetu, mtanichangia, nitawalisha. Kuna mtu ambaye hataki nimguse kwa mkono kake? Kwa nitatamani na nyinyi kina mama huko tuchangie kidogo. Mpo tayari eh? Kina mama Kina mama tunasema wa sasa, sio wajana. Kina mama wa sasa, sio wajana. Kina mama wa sasa, sio wajana. Tunasonga mbele. Jeshi kubwa la Mama Samia Suluhu Hassan. Karibuni. Lakini pia lengo la kutembea na timu yangu, mimi nitakata tu keki, atatusaidia kutongoza dada yetu hapa jinsi ya uchangiaji. Lengo letu, tunachangia sio kwa ajili ya kumuonea mtu au kumla. Yaani ili ni furaha. Yaani leo ni furaha yetu jamani. Samahani kina baba zangu, ninawatambua uwepo wenu na nitawasalimia. Leo hapa mtapata mambo mazuri. Ndoa leo zitaenda kubadilika. Kwenye haki pale nitapatengeneza. Kina baba sijaja bure leo. Leo mpaka kieleweke. Heshima za ndoa lazima zirudi. Nashukuru sana. Ninakata keki, lakini kabla sijakata keki lazima pesa tuioneshe. Maana sisi wanawake wa sasa hivi ni wa vitendo. DJ tupeleke kidogo. Halo. Halo. Pinga ukatili wa kijinsia. Halo. Pinga ukatili wa kijinsia. Hapo awali niliwaambia kwamba leo patachimbika. Lakini nahisi nilishaanza kutekeleza. Uongo kweli? Leo pata chimbika. Uzuri wa mgeni mwenyewe mliyempata, sitajali muda ili mradi pachimbike. Leo nilitenga muda kwa ajili ya kina mama. Nimeilisha kwenda Arusha kwa ajili yenu. Leo lazima pachimbike. Nikasema sare yangu sitavaa Arusha. Mradi kina mama wadogo zangu, dada zangu wakati ya Kisondela wamesema mimi nitie mguu, kwa jina la Yesu ninaenda Kisondela. Piga makofi kwa hiyo. Sasa mama zangu, naomba nisogee hapa. Tuongee kidogo. Kwanza tutambue nafasi ya mwanamke tunayemzungumzia. Na kauli mbiu ya leo inatuelekeza pia, wanasema pamoja na wasichana. Tujue msichana kiufupi tu. Mwanamke
ni mtu ambaye tayari ni mtu mzima, ana uwezo wa kufanya maamuzi yeye mwenyewe, awe ni dada, awe ni binti, lakini aliyefikia kwenye uamuzi ahamliwi isipokuwa anashirikishwa. Piga makofi kwa hilo. Lakini msichana ni binti ambaye tunasema bado yupo kwenye hatua za ukuaji, ambaye yeye anategemea, analengwa pia hata kwenye uwezeshaji, analengwa pia kutendewa haki na usawa, kwa sababu vitu vingi anasubiriwa ambiwe na vitekeleze, na tumpe mwongozo ambao mwongozo tunaotaka kwa yule tunayemuita mwanamke. Jamani, tunaelewana hapo? Mama zangu, leo ni siku ambayo kila ifikapo tarehe 8 mwezi wa 3 huwa tunafanya maadhimisho haya kidunia, isipokuwa leo ndio kilele cha mwisho, lakini huwa ilianza toka hata tarehe 1, wengine wamefanya tarehe 2, wengine wamefanya tarehe 3 mpaka leo. Jamani, tupo kina mama Kisondela? Mama zangu, tukizingatia kwenye haki ambayo wanaizungumzia hapa, haki ambayo inatakiwa upate mwanamke, haki ni kwamba wewe usitofautishwe na kijana au baba, isipokuwa ukazingatie maumbile, kwamba kuna haki ambazo uheshimu maumbile, kwamba huyu ni mwanaume na huyu ana maumbile ya kike, isipokuwa kazi zozote ziwe za kiutumishi, iwe ni kazi ambayo umejiajiri, pawe ni nyumbani kulea watoto, kufua nguo, tunatengeneza kwamba ni haki sawa. Jamani, tunaelewana? Ndio. Lakini bado hapo kina mama, naomba tuambizane tu kweli. Hii haki sawa tuitendee vizuri, ili mwaka huu simeona haki. Kwa mfano, tunao mfano mzuri Rais wetu Samia, tunao mfano mzuri Dr. wetu Tulia ambaye ni spika wa bunge, lakini ni mtoto wenu wa hapa wilaya ya Rungwe. Amjivuni? Tunajivunia. Amjivuni? Tunajivunia. Kwa hiyo haki, hebu tuibadilishe, tuendelee kutafuta vizazi ambavyo tutaendelea kujivunia kama hao. Tunao wanawake wanaofanya vizuri, tunao mawaziri, na bahati nzuri hata huyu mtendaji wenu wa kijiji ni mwanamke. Jamani, mmeona wanawake wanavyoweza? Mmeona mambo waliofanya wanawake? Tuwatete kidogo wanaume, wao wana mambo kidogo ya kurupuka, lakini wanawake bwana, kumbe wana mambo mazito kama hivi, afa wasemi. Wanawake wana siri nzito. Sema wanawake wana siri nzito. Kwa ninachowaomba kina mama, haki yetu tukiitambua, tukaitumie vizuri. Kuitumia vizuri, kama we mama umeolewa au una watoto pale, hebu kafanya haki hiyo isiende kuzidi madaraka ya baba. Tukaoneshe misimamo ambayo ni mizuri, tukatengeneze familia. Tuna watoto sasa hivi wa mitaani ni wengi sana. Shida pia jamani ni sisi kina mama. Haki tumeielewa tofauti. Mnanielewa? Lakini ndio. Haki tumeielewa tofauti, tunaitumia tofauti mama zangu. Ndio sisi tuna haki na tuna haki sawa, lakini tuna vigezo vya haki sawa, lakini kuna mambo ambayo ndani inatakiwa simame baba kama baba, ili mradi tupate familia zilizo bora. Sasa hivi watoto wanakatishwa masomo ni kutokana na kwamba pale nyumbani mama haupo. Tunasema tunahitaji haki, usawa na uwezeshaji. Mama ukiwezeshwa, baba kama amekuwezesha au umejiwezesha, kina mama sasa hivi tuna vikundi vyetu vizuri, unakuta umejipatia kamkopo vizuri, kakatengeneze kuwezesha watoto wale wa kike waliopo nyumbani na watoto wako wale hata wa kiume, ukatengeneze haki na usawa, kwamba sio useme wewe wa kike ubaki nyumbani, basi wa kiume uende kusoma, au uondoke pale nyumbani ili mradi tu kwa sasa hivi na kimtaji chako, wale watoto hawatasoma. Mnanielewa? Lakini ninawaombeni sana. Hapa nilipo kwanza nimesahau pete ya ndoa. Mimi ninafanya kazi, lakini nina mume wangu kabisa niliyefunga naye ndoa. Yaani mpaka sasa tuna miaka zaidi ya 10 na. Mmenielewa? Nina haki sawa. Ninafanya kazi, yeye anafanya Dodoma. Mimi nimekuja nimeletwa sasa hivi Rungwe. Lakini heshima ya kwamba pale nyumbani yupo baba, yupo, na ndio maana ndio lazima idumu. Mnanielewa jamani? Ndio tunaotaka tukaitengeneze. Uhuru wale kina baba wakitupa, najua baba wa siku hizi ni waelewa sana. Tukautumie vizuri. Tukatengeneze Kisondela hii
kijiji chetu cha Isuba kikapate mbadiliko mzuri. Najisikia vibaya mimi ninapoona kwamba hawa wameachana, kwa sababu pale kuna kizazi ambacho mmeanzisha kinaenda kuwa tu mara kutangatanga. Ndio wanakuja wale watoto wa mitaani, wanakuja watoto wanakatishwa masomo kwa sababu pale nyumbani mlinzi ni mwanamke. Sasa mwanamke akitoka, mtu yoyote ana uwezo wa kunyemelea. Mnanielewa? Mtu yoyote ana uwezo wa kunyemelea. Mtu yoyote ana uwezo wa kuvizia, na watu wabaya ni sisi wenyewe wanawake. Wanawake mnajua adui wa mwanamke ni mwanamke? Ndio. Hapo nataka niongee kwa sauti kubwa. Mnajua adui wa mwanamke ni mwanamke? Ndio. Basi unapotoa mguu wako, mwanamke yule ambaye ni jirani yako anaanza kuongea na tu vijana kukuharibia familia yako. Kina mama tupo? Adui wa mwanamke ni nani? Ni mwanamke. Ukitoka tu, yule mwenzako anaanza kuitaita watu wa kukuharibia kizazi chako. Wakati huu, yani rais wetu au nchi yetu, dunia kiuzima, yani imeacha vitu wanawake wapo kipao cha mbele. Lakini wewe utatengeneza taifa ambalo limeharibika, chanzo ni wewe mama. Na wakati sisi kina mama ni wazuri sana. Jamani, mnanielewa? Yeah. Mwanamke anayejielewa kwanza anakuwa na uvumilivu kwa sababu anakuwa busy na kazi zake. Ninachowasema mama zangu hapa, nitawaomba kama hamna vikundi, muandae vikundi vyenu vizuri. Risala yenu ile pale nimeisikiliza vizuri, bahati nzuri nitaondoka nayo. Mimi nitawasaidia kabisa pale. Mmesema hamna elimu ya kuhusu hivyo vikundi. Nitaongea na afisa maendeleo, atawapa elimu ambayo ni nzuri. Kwa nyuso zenu mimi nimeona nyie wapambanaji. Hapa tutapata viongozi wakubwa sana. Mama zetu. Kina mama wa leo. Kina mama wa leo. Ninataka mguu wangu huu kuja leo hapa Kisondela. Nisitoke bure. Ninataka mguu wangu huu kuja leo hapa Kisondela. Nisitoke bure. Na bahati nzuri wote nimewashika mkono. Na ninawaambieni kitaenda kutendeka kitu. Kina mama wa leo mkabadilike. Tusifurahie tu kwamba tunaazimisha nini. Kwanza tukabadilike kwenye mioyo yetu. Tukapendane. Hata vikundi vingi vinaharibika ni kwamba tupendane. Ndani ya kikundi kunakuwa na vikundi 20. Piga kelele kwa kina mama. Ndani ya kikundi kimoja kunakuwa na vikundi vingapi? 20. Utaniambia hicho kikundi kitakuwa? Hapana. Mwingine kabisa, wewe ni kiongozi. Mimi nimesimamia sana vikundi vya kina mama. Na bahati mbaya sikuwatambulisha tu, mimi nilikuwepo mkoa wa Ruvuma. Kina mama wamesimama kwa sababu pia lazima muwe na ushirikiano. Unakuta wao wanasimamia kile kikundi, mmoja anakuambia fulani yule ile hela sipati. Ila mpo kikundi kimoja. Huyo ni mama. Ninaomba mkaoneane huruma. Mkasemeane kile kitu ambacho ni kizuri. Kina mama mnanielewa? Lakini yani sisi mwaka huu tunavyoazimisha hivi mwezi wa 3, ifikapo mwezi wa 9, kama kikundi mpo 15, kila mmoja mkasimamie ana shughuli yake ya kufanya. Piga makofi kwenu. Na mkitaka mpate hata uwezesha. Ukisema leo nimeoga kanguo, uenda amekuletea mtoto wako na kuona unanenepa tu na unavaa nguo nzuri kwa ajili ya hela zangu. Na kulipa utaki. Ukiona tu kidogo nikaagiza, wewe kula tu nyama lakini hujui kama mimi nakudai. Inakuwa ni hela yenye manyanyaso ambaye anakufanya sasa kama ni dada, kama ni mama, ushindwe hata kuelewana na mwenzako vizuri pale nyumbani kwa sababu kichwa chako kimechanganyikana. Kichwa chako hakijatulia. Mnanielewa kina mama? Kichwa kinakuwa kimejaa mambo mengi. Kwa hiyo tukaepushe. Nina imani sana tutapata mikopo ambayo ni mizuri. Na bahati nzuri ile mikopo imeshaanza kutoka. Kuna vikundi vingine wilaya hii ya Rungwe wameshapata juzi tu hapa. Najua hiyo taarifa mnayo. Uongo? Sasa kama wanasema tukiona wenzetu wananyoa za kwetu tutie maji, basi tuna dalili nzuri ya kwamba na sisi tutapata tu. Tutapata tu. Ninaomba tutumie utaratibu huo, tujaribu na sisi na sio kujaribu, tutapata. Tuepukane na vitu ambavyo sio vizuri. Kina mama ninaomba upendo, tukapendane. Tukashikamane. Kikawe kijiji chetu cha mfano.
tukaishi kwa upendo. Nyinyi mama zangu mpo hapa, najua mlilelewa na wamama wengine wa mtaani, waliwaonya ndio maana mpo vizuri. Ni wastaarabu, ni wanyenyekevu. Lakini na sisi tusiende kuachia watoto wetu walelewe na wengine. Wakionywa, mtoto akija kukuambia usimsikilize mtoto wakati hujamsikiliza mwanamke mwenzio ambaye ni mtu mzima. Kina mama tupo. Hawa watoto ni wa kwetu wote. Tunajivunia tunayetulia Ackson. Tunajivunia watu wengi sana wanawake wanaofanya vizuri. Huyu dadangu mtendaji wenu mimi sidhani kama ni mzaliwa wa hapa. Uongo kweli? Lakini ina maana alilelewa, alitunzwa kule kwao na mama zao. Wanajivunia kwamba tuna mtoto wetu yupo wilaya ya Rungwe. Uongo kweli? Ina maana alisikiliza na mama yake alikuwa tayari kupokea madhaifu ya mtoto kwa sababu yupo kwenye hatua za kukua, ili mradi aje afanye kitu kizuri kama sasa hivi anatutumikia mama wa Rungwe. Wanawake wa Rungwe oye! Na sisi hatukubali, tutasimama Isuba. Siku moja watoto wetu wataenda kufanya kazi kama mimi Amina Mwangonda sehemu nyingine. Mimi nimezaliwa Kiela lakini nimefanya kazi sehemu nyingi. Nimewatumikia mama wa wenzangu wengi. Lakini na leo akasema nenda tena ukafanya kazi mkoa wa kwenu. Jamani tupo. Kwa hiyo tunaomba kina mama, watoto nimewaona vizuri, hao watoto ni wa kwetu wote. Na mtoto wa mwenzako akipata ndio fahari yako na wewe. Tunaelewana lakini? Ndio. Halo. Hapo kamsumari kameingia. Hapo kamsumari kameingia. Kina mama hapo kamsumari wanaongea kina baba anasema eti mtoto wake amepigwa. Ni sisi kina mama. Kina mama ni wazuri sana. Na ni jeshi zuri sana. Lakini tukiamua kuharibu sisi tunaweza. Uongo? Na tukiamua kufanya vizuri sisi tunaweza. Uongo? Tukaache zile zana za kusema mtoto wa fulani akipata mama yake atajidai. Mwacha ajidai, atakuwa ni mshamba, lakini wewe mbele za Mungu litenda haki. Piga makofi kwa hilo. Ninawashukuru sana mama zangu wa wilaya ya Rungwe, kata ya Kisondela, kijiji cha Isuba. Nitazoea tu maana sasa hivi hapa ni nyumbani. Nashukuruni sana kwa kunisikiliza. Kama nimewakwaza mtanisamehe, lakini nimefurahi sana kuungana nanyi. Nikiwa mwenyekiti wa UWT tawi la Isuba. Na nimewahi kufanya kazi kata nikiwa mjumbe wa kamati ya siasa. Napenda kuwashukuru wakina mama wote kwa sherehe hii, kwa kujumuika pamoja na sisi. Na kwa mchango yenu tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefikisha lengo leo. Napenda kuwashukuru wageni wetu leo kwa kutuitikia wito kuja kusherehekea sherehe hii pamoja na sisi. Nitaka kwa mfano ulivyoongea kwamba utaka uende Arusha. Mimi mwenyewe nilikuwa mama walikuwa wanawake, nitaka niende Arusha. Lakini nilipoona kwamba petu tuna sherehe, nikaona huko siendi. Amina. Nisherekee kwetu. Kwa hiyo mama, nakushukuru sana kwa kufika hapa Isuba, na nakushukuru sana kwa vitu ulivyotuonyesha na kutupa na kututolea zawadi na kutufundisha juu ya mikopo. Mimi naona wanawake wengi hata alivyoeleza tumejielewa kwamba tupo kwenye braki, kwenye vikundi gani, mikopo gani. Ila anavyotueleza yeye mikopo mizuri ni ile ambayo haisio kausha damu. Maana hiyo hela unairejesha kidogo kidogo ulivyoichukua, haina riba. Ndio maana anatuelewesha kwamba tuwe na vikundi ili tupate mikopo tuweze kusonga mbele. Hakuna lingine zaidi hapo. Mimi ni kumshukuru tu pamoja na ujio wako uliofika na hapa Isuba. Na kushukuru sana kwa kutuitikia sisi. Alafu naomba uje tena siku nyingine karibu Isuba uje usherekee tena sisi. Hivi tumeanza, tutaendelea. Kwa hiyo naomba mama, kama wewe utakuwepo tena muda mwingine, tunakukaribisha. Karibu sana kwenye kijiji chetu cha Isuba. Asante. Sina mengi, naomba mengine ambayo tumeyasahau au ambayo Isuba safi? Safi. Mko poa? Poa. Unajua
mimi huwa sio mtu wa mambo mengi, sio mtu mwongeaji, mnajua mimi huwa siongeaji sana. Ila nilishaga sema mimi nashukuru sana kwa kupata nafasi kupata mgeni rasmi hapa Isuba. Ilikuwa ni kiu yangu kubwa sana. Na ninatamani sana tuendelee kupata watu ili watuoneshe dunia inavyoenda. Si ndio? Sisi huku tulikuwa tumekaa kinyonge sana. Yaani tumekaa tumetelekezwa, lakini wamama wa huku ni wamama wa kipekee. Na sio wamama tu, watu wa huku kwanza ni waelewa sana na wana kiu sana na maendeleo. Ila tu ni wanakosa muongozo mzuri wa kuwafikisha sehemu ambayo wanataka. Na nashukuru hii elimu, natamani kwamba iendelee kila siku. Tulikaa mkutano wa kijiji siku moja pale, nikawaambia kwamba mimi ninaumwa. Nakumbuka niliwaambia kwamba mimi ninaumwa, lakini watu walitoa macho. Mtendaji unaumwa? Nikamwambia mimi naumwa kiu, ninaumwa ugonjwa wa kufanya nini? Yani na nikasema ninatamani nimwambukize kila mtu huo ugonjwa. Mimi nilifika hapa siku ya kwanza na Recho. Mimi nimekuja hapa mwezi wa 12. Ndio nimefika hapa mwaka ulioisha. Kiukweli nawaambia kwamba nilipofika pale Kala nilitamani kulia. Yaani natoka Mwanza jijini, leo nakuja kutelekezwa huku. Lakini nikakumbuka kwamba ninahitaji maisha. Si ndio? Na tunasema mkulima achagui jembe. Sasa nikawa najiuliza nitaishi wapi? Yaani niliondoka mpaka mtendaji kata aliniona. Kipindi tunamsubiri mwenyekiti tulikaa hapo ndani. Kwanza nikaanza kwa hivi naenda kwa ofisi ambayo haina hata viti, haina hata sakafu. Yaani mimi nikija na kakitenge kangu kamtelezo kanakuja kuchafuka. Niliwaza sana. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda naona maisha ni kawaida na Isuba ni sehemu salama kabisa ya kuishi. Sawa Na nikaambiwa mtendaji tunaomba usiame. Mimi nasema bado nipo sana. Yaani hapa bado nipo lazima kieleweke. Na tunaona tunaanza. Mimi mheshimiwa mgeni rasmi sasa hivi tuna ujenzi wa ofisi. Nilifika hapa sikio nikaanza sana fanyeje. Nikawaita viongozi nikamwambia jamani mimi nataka tutengeneze ofisi. Kwa hiyo tukasema kwa sababu hatuna budget labda tunapewa kutoka sehemu. Ni sisi wenyewe juhudi zetu. Tukakaa wakaniambia tuongee na wananchi. Nilipokuja tu kuleta hilo wazo langu kwa wananchi wakaniambia mtendaji piga budget. Nikapiga budget. Kwa hiyo nikaanza kwa sababu sianze kutengeneza walau chumba kimoja ili nianze kufanyia kazi, alafu tutaendelea kwa tunatengeneza huku taratibu. Hawa watu hawa ni wa mfano na ndo wananipa nguvu kila siku. Hapa sasa hivi tumesimama tu kwa ajili ya sherehe, lakini hiki chumba paka tiles wamenunulia. Paka gypsum board wamenunua yani. Kwa hiyo naomba muendelee kuwa na moyo huo. Na tumesema tutaanza na wamama. Tunahitaji kila mtu ajue umuhimu wa maisha. Yaani tusikae kwamba kwa sababu huku ni kijijini. Nawaambia kila siku wa mama, nikikaa hapa nikipigiwa simu na mtendaji kata unahitajika halmashauri. Yaani nusu saa nyingi. Nimeshafika mjini, si ndio? Kwa hiyo nawaambia Isuba sio kijijini. Isuba ni mjini. Sawa Kwa hiyo lazima tuende na mambo ya kimjini. Mjini. Tusikae kinyonge, tusikae kizembe. Sawa? Kwa hiyo naombeni tusiangushane. Na nashukuru sana kwa elimu hii ambayo leo mmeipata. Na kiu yangu muendelee kupata elimu kila siku iendayo kwa Mungu. Na tuna malengo yetu mengi tuliyoongea kipindi tunaandaa sherehe hii.